بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. أما baada ya kumhimidi Allah azza wa jalla na kumsalia na kumsalim Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, kama ambavyo imetangaziwa kwamba katika siku ya leo katika muda huu tutakuwa tunaelezeana utaratibu kuhusiana na ile jambo la kheri ambalo tunatarajia Allah subhanahu wa ta'ala alijalie lile la kheri na alithibitishe na alijalie lenye kuleta matunda na iwe ni milango ya ni ufunguzi, iwe ni katika jambo ambalo litafungua milango ya kheri na kuziba milango ya shari, ambalo wengi katika sisi tumekuwa tuna maswali mingi, na wengine walikuwa wakiulizia kuhusiana na utaratibu, na wengine wana maswali mengine ambayo nasema ni kama ni umuru janibia, ni mambo ambayo ya pembeni, sio yale mambo ya msingi, na wengine wana wasiwasi wao kuhusiana na baadhi ya mitazamo ambao wameijalia wenyewe, alafu wao wenyewe wanajipa wasiwasi, na wengine vile vile wana mawazo yao katika kulifanikisha hili jambo. Almuhim ni mambo mengi katika hili jambo ambalo yataka kuanza. Sasa tumeamua kuweka hii liqa ili kufahamisha na kuonesha baadhi ya malengo halisi na baadhi ya nukta za msingi kuhusiana na hili jambo. Kwanza kuhusiana na jina, ni jina hilo ambalo mmelisikia kwamba ni Markaz al-Imam an-Nawawi, ambao ni kama ni mahad, kama ni chuo cha kujifunza masomo ya Kiislamu, na wamechagua jina la Abu Zakaria al-Imam an-Nawawi kwa sababu watu wengi wanamjua kwamba al-Imam an-Nawawi ni imamu shafi'i, yani ni imamu ambaye yupo katika madhhab ya Kishafi, na mji wetu huu madhhabu ambayo yameenea na watu wengi wako nayo ni madhhabu ya Kishafi. Kwa hiyo na markaz lazima, yani sio lazima, lakini mara nyingi utaratibu wa markaz unapokuwa mna kituo mnasomesha, kuna utaratibu yani katika fiqh, ima ni utaratibu wa kufuata madhhab au utaratibu ule ambao hamfuati madhhab, nafuata ile fiqh sunna, yani fiqh ambayo ipo katika kumili ipi kauli yenye nguvu kwa mujibu wa sunna. Na kwa hiyo ima utaikuta markaz imemiliki madhhab, ima iko katika madhhab ya Malikia au kabla hapo ya Hanafia au madhhab ya Shafiia au madhhab ya Hanbalia. Hii tunasema ni madhhab, yani ni markaz ambayo mtazamo wake umejengeka katika madhhab fulani, au inawezekana ikawa kuna kituo hakijajiweka katika madhhab fulani, isipokuwa wao wanachokwenda nayo ni fiqh sunna. Maana yake unaletewa hadithi, unatolewa fawaida zinazotokana katika hadithi na ile fiqh inayopatikana katika hadithi, na kama kuna uwezekano wa kusema madhehebu hayo wameenda hivi, madhehebu hayo wameenda hivi, lakini kutokana na hiyo hadithi tunaona dhehebu hili ndio lenye nguvu. Kwa hiyo inawezekana kitabu hicho pengine mko katika babul miyah, mkawa kuna kipengele mmechukua msimamo wa Malikia, kuna kipengele mmechukua msimamo wa Shafiia, kuna kipengele kingine mmechukua msimamo wa Hanabila, na kuna kipengele kingine mmechukua msimamo mwingine. Sasa hii markazi yetu sisi imegawanyika, yani kuna upande wa fiqh sunna ambao mtu anahitajia yani kufahamu hadithi na fiqh ya hadithi na ipi kauli ina nguvu kutokana na hadithi, na kuna upande utakuwa ni upande wa madhhab, yani kutakuwa kuna somo la al-fiqh na kuna somo la al-hadith. Somo la al-fiqh litakuwa madhhabu ambayo inazingatiwa katika kusomeshea ni madhhabu ya Kishafi, kwa maana jina likaja katika jina la al-Imam an-Nawawi.
Imam an-Nawawi, kwa sababu ni mtu ambaye anategemewa katika madhhabu ya Kishafi. Wale wanaosoma zile marahil basi watakuta kuna Nawawi pia yupo katika marahil moja. Je, anazingatiwa au hazingatiwi? Wengine wanasema anazingatiwa Nawawi wakiikhtilafiana, au wengine wanasema anazingatiwa Ar-Rafi'i wakitofautia. Almuhimu nakusudia kwamba madhhab fiqhan kifiqhi itakuwa madhhabu ya nini, ya Kishafi. Ndio maana hilo jina likaitwa al-Imam an-Nawawi. Kwa hiyo nafikiria kuhusiana kwa nini ikachaguliwa al-Imam an-Nawawi, kwa nini asiwe Sheikh al-Albani, kwa nini asiwe Ibn Baz, kwa nini asiwe mwingine, ni kwa sababu tunazingatia hicho kigezo kwamba, na sio vibaya yani watu kwenda katika madhhabu fulani, hasa hususan katika markazi kama hii ambayo ndo hanza watu wanaanzia. Mara nyingi ahlul ilm wanasema watu waanzie na madhhab muayyan, alafu kila wakienda wanatanuka, mwisho wa siku anakuwa yeye mtu mwenyewe ni mustaqili na madhhabi yake. Lakini kwanza lazima awe ameanzia na madhhab maalum. Kwa hiyo ndio madhhabu ya Kishafi ndio itakuwa inasomeshwa katika zile marahili za kifikhi katika hii markazi. Ama kuhusiana na kwa nini Masjid ya Aisha, kwa nini isiwe watu pengine wakaenda kutia nguvu pengine Masjid Quba, au watu pengine kwa nini wasinde wakatia nguvu halakati za Masjid Faruq, au wengine kwa nini isiwe Saadi, au wengine kwa nini isiwe, yani kuna maswala mingi hapo watu ambao wanaielekeza kwa nini iwe Masjid ya Aisha. Swala hili katika kulijibu, kwanza watu wafahamu kwamba markaz haitumii msikiti Masjid ya Aisha, yani haitokuwa ndani ya msikiti wa Masjid ya Aisha kama ambavyo wengi wanavyodhania. La, sio ndani ya huu msikiti wa Masjid ya Aisha. Hii markaz imekuja kuchukua nafasi ile iliyokuwa kule katika vile vyuo ambavyo viko nyuma pale. Vile vyuo vimejengwa katika utaratibu mzuri. Kwa hiyo kama watu wengine wako darasani hili na wengine wako darasa hili hawazongani katika ile kusoma, mazingira yake ni mazuri, ndio maana imechaguliwa ile sehemu. Lakini haijafadhilishwa msikiti wa Aisha dhidi ya msikiti wa Faruq dhidi ya msikiti wa Quba, kwa sababu ya yale madarasa yaliyokuwemo. Na hii markazi itakuwa kwa mfumo wa nidhamia, kwa huko tunasema mfumo kama ule wa skuli, kama vile skuli darasa la kwanza, darasa la pili, darasa la tatu. Kwa huku utakuwa kuna mfumo namna huo, mtu ataanza step ya chini, atakuja tena. Kwa hiyo panahitajika mazingira yaliyokuwa mazuri kwa wanafunzi. Kwa hiyo tumeonelea mazingira yaliyokuwa mazuri ni yale mazingira ambayo yamewekwa madarasa maalum, na yako madarasa 4 ambayo yamejengwa vizuri, na alhamdulillah kwa yale mahitajio ya kuanzia yapo vizuri. Maana yake kuna ubao, kuna darasa la sahihi liko sawa, hata kwa idadi ya wanafunzi wakiingia linatosheleza, na mazingira yake ni mazuri. Kwa ndio maana imechaguliwa katika namna hiyo, kiasi ambacho katika hizo sehemu nyingine hatujaona mazingira hayo katika namna hiyo. Sehemu nyingine nyingi zinakuwa ni misikitini, watu wanakaa halakati. Kwa hiyo tatizo la msikitini, ikiwa kama hapa kuna duara, kule kuna duara na kule kuna duara, mara nyingi akitokea mwalimu ana sauti kubwa, kwa hiyo inakuwa watu wote sasa inabidi attention ende kwa kule mwalimu ana sauti kubwa. Kwa hiyo inabidi sasa wale walimu wana sauti ndogo, au wale walimu, au akitokea mwalimu chepe yeye anachekesha sana, inabidi sasa watu wote wamtizame yeye, wengine Kwa hiyo inakuwa yale mazingira sio mazuri sana, japokuwa ni mazingira ambayo kwa kuanzia sio mabaya, lakini ni namna hiyo ndio tumependelea mazingira yale. Na vile vile katika swala la kusema kwa nini kasitoe nguvu sehemu fulani wafanye sehemu nyingine, la, hapana ulazima wa watu wote lazima wakakae sehemu fulani, sehemu nyingine wasikae. Yani Zanzibar nzima kwamba watu wote lazima wawe sehemu fulani, sehemu nyingine la, sehemu zote
pale ambapo panaonekana panatarajiwa kheri, basi cha msingi kiwe hawa watu wanaosimamia ni watu waliokuwa wana sifa na wana vigezo katika hilo jambo. Hicho ndio cha msingi nafikiria, sio cha msingi kulazimisha kwamba lazima iwe hivi. Sehemu zozote zile ambazo elimu inakuwa, basi utakuta sehemu hizo lazima vituo pia vile vile vinaongezeka, vinakuwa vingi. Yani mathalan mimi nashangaa mtu anapotoa swali akasema kwa nini watu wafungue kipya wasitie nguvu cha kwanza, lakini unamuuliza tuanze kidunia, hapa Zanzibar kuna skuli ngapi? Kwa nini isiwe skuli moja tu Zanzibar nzima, watu wakenda katika skuli moja? Lakini mpaka leo maskuli yanafunguliwa zaidi ya moja. Kwa nini hujauliza swali hilo? Kwa nini skuli mpya kila siku? Na ziko za serikali na ziko za private, na kuna sehemu nyingine hapa skuli ya serikali na hapa pembeni kuna skuli nyingine ya serikali. Mfano kama Kwerekwe kuna skuli ngapi bali za serikali? Bwana, haijatokea mtu akasema kwa nini hapa hizi skuli nyingi hapa, na zote ni skuli na zote zina walimu wakuu na zote zina walimu na zote zina nini? Kwa sababu kinachoangaliwa kile kitu wanachokisomesha. Hawa wote si wanasomesha kitu kimoja, mlengo wao ni mmoja, hakuna makosa wala nini. Halas, kila kitu kikiwa kinazidi, maana yake na ule uongezeko wa ufanisi wa lile jambo unakuwa vile vile unaongezeka. Na kadhalika mtu anaikosa huku anakwenda huku, na anaipata huku anakuwa kashapata. Kwa hiyo sifikiri kama nini. Mathalan ukija hata wasiokuwa watu wa sunna, kuna markazi ngapi? Yani masufi nataka kutazama markazi za kisufi zipo ngapi Zanzibar? Zipo nyingi sana, na kila siku zinakuja nyingine. Hivi inatokea wakati kwamba masufi hawaulizi swali kwa nini tuna markazi tu ile. Wewe mtu wa sunna unakuja kuuliza swali la namna kama hilo, yani inaonyesha kwamba namna gani kwamba tupo nyuma kielimu katika ile namna ya elimu inavyokuwa na mambo yanavyokwenda, yani kuliko hata baadhi ya wakati wale watu ambao tunaona kwamba ni watu ambao hawapo katika sunna na nini. Kwa sababu markazi za kisufi zipo nyingi sana, zinaweza zikafika kama 5, 6, 7 ndani ya Zanzibar, na zote zina watu na watu wanasoma, wala huwasikii kwamba wanasema kwamba kuna furqa, kuna khilafu, kuna nini. Huwasikii kusema hivyo, kwa sababu ikiwa watu lengo lenu moja, manhaji yenu moja, hata muwe mna vituo 20, basi mtakachokisomesha ni kimoja na hamwezi mna khilafu baina yenu. Lakini ikiwa manhaji yenu sio moja na lengo lenu sio moja, hata mkae sehemu moja mtatofautiana na mtakuwa mnavurugu katika hilo sehemu. Kwa hiyo nafikiria nitakuwa nimemaliza wale ambao wanahofia pengine kuna khilafu. Hakuna hayo masala, kwa sababu lengo ni moja na kile kinachozingatiwa ni kitu kimoja. Kwa hiyo hakuna masala ya namna hiyo. Na asli hasa hii ni sehemu ambayo watu wamekuja kama kujishikiza. Asli kuna eneo ambalo ni kubwa na natarajiwa kujengwa hicho kituo, lakini inawezekana likachelewa. Kwa hiyo ndio maana nichukue ile sehemu ili ianze, ili ikimaliza kile kituo watu wanahamia tu, sio kama kinaanza tena mwanzo tena. Hiyo ndio asili ya jambo. Kwa hiyo watu wasifikirie hivyo ambavyo wanafikiria, na hakuna kama pengine kuna sintofahamu ambayo inapatikana baina ya watu na watu, hilo jambo halipo. Na hizo fikra ni fikra za watu ambao wanajalia mambo halafu wanajitia wasiwasi wenyewe, lakini hicho kitu hakipo. Ni kama vile ambavyo tuna misikiti mingi leo, kuna msikiti huu watu wanasomesha, msikiti mwingine wanasomesha, na msikiti mwingine wanasomesha, na hakuna msikiti mmoja tu. Kadhalika na hivi vituo, hata vikiwa 7, kutokana na hali ya ujinga wa Zanzibar ulioenea na hali tunayokwenda nayo kila siku, basi hata vituo vikiwa 7 bado havijatosheleza. Unahitajika viwe vingi zaidi na watu wasome zaidi, kwa sababu tuko nyuma sana katika upande wa elimu za kidini kuliko hata zile elimu za kidunia. Elimu za kidunia kila siku zinapiga hatua, mavyuo ya kidunia yanafunguliwa kila siku, maskuli yanafunguliwa kila siku, lakini sisi bado tuko kwamba tuko nyuma sana. Ile mshtuko wakati mwingine unakuwa na muamko unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo vinahitajika bado na vingine, maana yake kaskazini, kusini, hapa katikati na wapi na maeneo mengine vinahitajika vituo ambavyo vitawekwa
kwa ajili sio watu wote wanaweza kufikia kituo kimoja, lakini vituo vikiwa vingi, watu wa sehemu fulani inakuwa ni rahisi pengine kituo hicho, watu wa sehemu nyingine inakuwa ni rahisi kituo hicho, na watu wa sehemu nyingine inakuwa ni rahisi hicho kituo chingine, na mambo yanakuwa yanakwenda. Kwa hiyo kwa hilo labda nikutoeni wasiwasi katika hilo. Yabakia utaratibu wa masomo utakuwaje? Kama ambavyo tulivyosema kwamba utaratibu wa usomeshaji utakuwa ni tofauti na ule wanaosomesha halakati, kwa sababu halakati anakuja shehe mwingine na kitabu chake anasomesha, na wengine wapo wanahudhuria. Mtu kaja hajaja, mara nyingi inakuwa ile kutiliwa muhimu mtu na kubanwa. Huwezi kumbana mtu katika halakati. Hata katika uandishi mara nyingi mtu anaandika faida pengine anaitaka yeye tu, wengine haandiki na mengine. Kwa hiyo halakati inakuwa kama ni darasa ambayo ikiwa mwanafunzi hajatilia umuhimu elimu kinafsi yake yeye mwenyewe, basi kupata ile faida inakuwa ni ngumu. Tofauti na nidhamia, kwa sababu nidhamia anasimamiwa, kama vile ambavyo kuna kipindi anafanya mitihani, kuna kipindi anafanya kuna baadhi ya mambo. Kwa hiyo hata kama kaletwa hataki kusoma, basi ikimaliza atakuwa kuna mambo japo machache kayashika, kwa sababu anasimamiwa na anafanya mtihani kila kipindi, na mwalimu kuna baadhi ya mambo itabidi anatakana ayafanye kwa hao wanafunzi husika. Kwa hiyo nidhamia kidogo ina faida katika upande huo. Hatuwezi kusema kwamba nidhamia ni bora kuliko halakati au halakati ni bora kuliko nidhamia, lakini tupo katika hiyo sehemu maalum ambayo tumezungumza. Sasa asli hichi kituo kina malengo yake husika, maana kifike mpaka thanawi, malengo yake kifike mpaka thanawi, lakini kwa kuanzia hatutofika thanawi. Kwa kuanzia itakuwa ni marhala za yani alibtidai na alidad, yani maana kwa kuna tamhid na alawwal almutawassit. Yani tamhidi ni kama maandalizi, wale ambao wako chini sana, wako baadhi ya watu yani wao wako chini, hata kuandika wako madhaifu sana katika kuandika, katika qiraa, katika kusoma wako madhaifu sana katika kusoma, na katika masala mengine ya Qur'ani wako madhaifu, masala wanahitaji miongozo mingi sana. Hii inaitwa tamhidi, yani kama ni maandalizi ya kumwandaa mwanafunzi. Na mwanafunzi wa namna hii mara nyingi halakati inapokupiga hatua tabu, kwa sababu mwanafunzi marhala yake ni ndogo, lakini anahudhuria darasa ambayo imefanya nini, imetangulia. Sasa hapa itakuwa liko darasa la kuanzia kwa wale ambao ndo wako level ya chini, yani kwa maana wao hata uandishi ule ni shida, usomaji wa vitabu ni shida, na mambo mengine ya dini wako nyuma. Kwa hiyo watakuwepo, halafu na kutakuwepo wale ambao waliopiga hatua kidogo ambao ni mutawassit. Mutawassit tutakuwa tuna ile marhala ya kwanza tu al-awwal, na asli hasa tamhidi na i'dadi yote mpaka mtu amalize ni miaka minne, kwa sababu anaanza tamhidi mwaka mmoja, alafu mutawassit na miaka mitatu. Akimaliza hapo amemaliza hiyo marhala yake, na kila akenda yani masomo yanaongezwa kwa mujibu wa ile hatua husika. Yani mfano hatua ya tamhidi, mtu ambaye ndo anaanza masomo ambaye yanarakiziwa zaidi, mtu ambaye anaanza hatopatishwa tabu sana katika masomo haya ya misingi zaidi, lakini atapata ile masomo ya kuanzia ndio atapatishwa tabu zaidi. Yani ataanziwa, mathalan kutakuwa kuna somo la kumwezesha yeye kuzungumza lugha ya Kiarabu. Lugha ya Kiarabu ni muhimu na ndo lugha ambayo itakayotumika madarasani, na wanafunzi watalazimika hiyo, japo kuwa ile Kiarabu chenye hicho lakini itakuwa kinalazimika. Maana yake mwanafunzi mathalan akitaka mambo haya atazungumza kwa Kiarabu, akitaka hichi kwa Kiarabu, ili ajizoeshe Kiarabu.
Kwa sababu gani? Kwa sababu halakati ni ngumu sana mtu kuzungumza Kiarabu, kwa sababu anakuja mwalimu anazungumza na wanafunzi wapo wanaandika, wakimaliza wanaondoka. Kwa hiyo mtu kuweza hata lile neno moja, yani mfano kusema kaif halu, halakati wakati mwingine inakuwa ngumu, kwa sababu utasemaje kaif halu na wewe umekuja darasani umesoma umaliza. Kwa hiyo unaweza ukaambiwa kaif halu ukaganda hivi, nijibu vipi? Kwa hiyo tunataka hata mtu akimaliza hizi, maana yake anaweza kujielezea kwa Kiarabu, anaweza kuandika kwa Kiarabu, anaweza kusoma kwa Kiarabu. Kwa hiyo kwa marhala ya wale wa chini zaidi walimu watakokuwa maana yake wanapata kazi zaidi ni wale walimu ambao wanashughulikia lugha ya Kiarabu, yani katika mfano alkitaba, katika uandishi, wale walimu watakuwa yani hata masulia yao, majukumu yao yatakuwa makubwa, kwa sababu lazima tunahakikisha kwa marhala hii mtu akimaliza maana yake anaweza kuandika. Mnifahamu? Na tukisema kuweza kuandika lazima mnifahamu, kuna kuandika zile kawaid za al-imla na husnul khat, ni vitu viwili tofauti. Nimesizungumzia mambo ya husnul khat, yani khati kuwa nzuri. Hii khati kuwa nzuri, haya ni mambo mengine. Nazungumzia kuwa unaweza kuandika kwa mujibu ya ile kanuni na misingi ya nini, ya Kiarabu. Kwa hiyo kitaba ikitakuwepo, wale ndio wanaanza watakuwa na mabuku yao, wanafundishwa namna ya kuandika ile lugha ya Kiarabu, na kitakuwa kuna kuandika kweli kweli, kwa maana ya kuandika mtu atazoea, mwisho ataweza kuandika kiasi ambacho hata akisikia faida anaweza akaandika kwa hiyo lugha ya Kiarabu. Halafu vile vile kutakuwa kuna somo la alqiraa. Alqiraa, mnajua qiraa kisomo, yani kisomo ni fani maalum. Kuna kusoma kwa maana kile kilichoandikwa mbele yako wewe una ile mahara ya kusoma, kwa maana uwe na sihatul qiraa, kile kisomo chako ni sahihi, isijekuwa pahala pametiwa alif wal lam wewe unasoma bila ya alif wal lam, pahala pameandikwa hivi wewe unasoma vingine. Kwa hiyo tutarakiz kwamba mtu anapopewa kitabu awe anaweza kukisoma, yani hilo ni jambo ambalo linashughulikiwa na kila mwanafunzi, yani lazima awe katika jambo hilo analifanya. Atapewa mtu kitabu au atapewa, yani mwalimu atawaongoza zaidi. Mimi nipo katika kuelezea ile sura ijmalia, lakini kusoma mwanafunzi lazima atasoma. Haiwezekani mtu anamaliza hawezi kusoma ibara, ima hadithi au kitabu chochote, sawasawa kiwe kitabu cha kisa au kitabu cha kawaida, lakini lugha ya Kiarabu wewe unaweza kufanya kuisoma. Hayo mambo ni mambo ambayo tutarakiz vile vile. Jambo jingine, hata kama tumesema tunatilia umuhimu lugha na nini, lakini na mambo ya dini ya msingi lazima nayo atilie umuhimu. Qiraa cha Qur'an, unajua halakati mara nyingi tunakuwa tunachukuliana kwamba watu wanajua kusoma Qur'an. Kwa hiyo shekhi anakuja anasomesha, yeye anaondoka zao. Lakini kukaa halakati, sasa shekhi akampa mtu msahafu soma, mara nyingi halakati tunazozifanya inakuwa muda huo haupo. Sasa hilo jambo vile vile kwa wale wanaoanza hizi marhala zote mbili, yani mutawasit na ibtidai au tamhidi, hii lazima mtu anasikilizwa qiraa cha Qur'an. Kwa hiyo mwalimu atafanya tashihi ya makosa ya yale Qur'an mtu kusoma. Unajua mtu anaweza akajiona anasoma Qur'an lakini kumbe kuna makosa. Kwa hiyo kuna masala ya tashihi ya qiraa kile cha Qur'an, mtu atoke au anajua kusoma Qur'an. Hatusemi awe kama yani Abdul Basti wengine, au wengine awe kama Husari, hatusemi awe hivyo, lakini awe ana uwezo wa kusoma Qur'ani kwa ile marhala ya kusoma Qur'ani inajulikana. Hii ni ama akifika level hiyo ya Husari, alhamdulillah, itakuwa ni vizuri zaidi. Lakini katika mambo vile vile yatatiliwa umuhimu qiraa cha Qur'ani,
na kutakuwa kuna somo maalum, mwalimu anaingia darasani na kila mmoja katika wanafunzi lazima asome Qur'ani, yani matni hii asome, qiraa, anasikilizwa, anasahihishwa, eka sawa hapa. Na vile vile kutakuwa kuna somo la tajwidi vile vile, usijue zile kanuni, maana uko unasoma tu alafu kanuni usijui, inakuwa kila siku kazi kama wewe uhifadhi tu, lakini ukijui unachokifanya. Kwa hiyo kuna somo la tajwidi maalum kwa ajili kwamba mtu akikosea anaulizwa, wewe katika tajwidi ulisoma hivi, hapo unaona nini? Kwa hiyo yeye mwenyewe aweze kujisahihisha kutokana na zile kanuni alizosomeshwa za kusoma Qur'an. Kwa hiyo itakuweko na vitabu vinaandaliwa, ni vitabu kutokana na ile level ya sehemu husika. Sio hatuwezi kusomeshana tajwidi ya wale watu wa alqiraatul ashr pengine, hatuwezi kufika kule, lakini ile tajwidi ya wale watu wa ile hatua husika utakuwepo. Na katika masomo mengine ambayo vile vile tutatilia umuhimu, somo la tafsiri ya Qur'an. Haitoshelezi mtu kuwa anasoma Qur'an tu, lakini vile vile afahamu Qur'an, hata tukwenda ndani lakini itakuwa ile kwa ujumla mtu anajua hii aya maana yake hii. Na tutaanza hizi sura za chini, yani juzu ya amma zaidi, tunakwenda kila marhala unakwenda juu. Kwa tafsiri pia itakuwepo na watu watasikilizwa nayo na watafanya mtihani na wanawake kuhusiana na hilo somo la tafsiri. Na katika masomo mengine vile vile ambayo yatatiliwa umuhimu vile vile ni somo la alhadith, somo la hadithi. Unajua hata wewe uwe vipi, maana hadithi lazima uwe na sehemu ya hadithi. Kwa hiyo mfano kama wale ambao ndo hanza level ya chini wataanza na 40 an-Nawawiyya, kuna hadithi zitateuliwa kwa idadi kutoka hapa mpaka hapa, kwa mstari wa kwanza, pengine mstari wa pili kutoka hapa mpaka, lakini mara nyingi tunakusudia kwa mwaka mmoja 40 an-Nawawiyya mtu ayashahifadhi yote kamila, ayashahifadhi. Kwa hiyo inawezekana mstari wa kwanza ukagaiwa nusu, mstari unakuja ikamaliza ile 40 an-Nawawiyya, na kutoka kuna huyo mwalimu atakuwa anayefundisha ile 40 an-Nawawiyya, atatoa baadhi ya faida za ufupi kutokana na ile hatua iliyokuwa ya mwanafunzi, na vile vile mwanafunzi atalazimika kuhifadhi ya 40 an-Nawawiyya. Unajua 40 an-Nawawiyya ni kitabu kidogo kwa hiyo asli watu 40 an-Nawawiyya wanasoma kwa mustawa mmoja, unakuwa ushamaliza 40 an-Nawawiyya. Lakini sisi tumechunga hizi hali za watu na zilivyo 40 an-Nawawiyya, na tumeongeza zile tatima ya Ibn Rajab ile kutoka hadithi 50. Hizi hadithi 50 tutazigawa kwa hiyo mistari miwili. Kwa hiyo mwaka mzima mtu atakuwa ana hizo hadithi zake 50. Kwa hiyo atakuwa hizo maksi zake za mtihani, kuna upande atakuwa anasikilizwa wa hifdhi, alafu na kuna upande wa ile fiqh ya zile hadithi. Na hayo yote maana yake utakuwa una mikarara na mwalimu atakufundisha, sio kama unapewa tihani tu wewe hujafundishwa. Yani hayo mambo utafundishwa, maana yake ni mambo ambayo utakuwa una vitabu vyako na mwalimu atapita darasani atakufundishia, lakini tunaelezeana vile namna ambavyo itakavyokuwa. Kwa hiyo hadithi itakuwa hiyo. Lakini tukenda mbele zaidi tunakusudia mpaka mtu anamaliza mutawassita, ashafikia pia Bulughul Maram. Yani kuna vipande vya Bulughul Maram yuko mbele vimegaiwa, pengine kitabu tahara, kitabu gani, kuna vipande vimegaiwa vya Bulughul Maram, na Bulughul Maram zitateuliwa baadhi ya hadithi vile vile za kwa ajili ya kuhifadhi. Kwa hiyo mtu anapomaliza atakuwa nayo 40 an-Nawawiyya na atakuwa ana sehemu ya Bulughul Maram. Nafikiri atakuwa katika upande wa hadithi atakuwa ni afadhali, akijiendeleza hapo atakuwa amefikia hatua iliyokuwa nzuri. Huko mbele zaidi kuna masomo mfano kama taabir, mtu kuweza kujieleza katika lugha ya Kiarabu, kuzungumza lugha ya Kiarabu kwa uzuri na nini. Kuna masomo kama balagha, ya kujua ufundi wa kuzungumza zile lugha, ufundi wa nini. Kutakuwa vile vile kitaba ile pia vile vile itakuwa imepiga hatua ule uandishi,
mtu atakuwa anaweza kuandika virisala vidogo vidogo, vijijarida vidogo vidogo kwa lugha ya Kiarabu. Kuna nahau pia vile vile itasomeshwa, itagaiwa kwa mujibu wa hatua. Kwa hiyo mtu atatoka hata nahau ile anaifahamu. Kwa mfano kama marhala ya chini nahau imewekwa ile sharh ya mumti, imegawanywa ile sharh ya wale ndio anza wanaanzia ile sharh ya mumti imegawanywa. Kwa hiyo ni ndogo, maana yake atakwenda nayo kidogo, afu mbele huko atakwenda mpaka tunatarajia kufika katika hatua nzuri katika nahwu. Na vile vile kutoka kuna mustalah, yani au ulumul hadith, somo la mustalah nalo vile vile kwa hatua ya kuanzia vitaanza vile vitabu vidogo, afu tutakuja vitabu hatua kwa hatua. Kwa somo la mustalah pia litakuwepo, na kutakuwa kuna masomo mengine yatakayokuja mbele. Sasa hivi tumesema tunaanzia na hizo marhala mbili. Wale walikuwa tayari washapiga hatua wanaweza kuandika kidogo, wanaweza ile kif halu alhamdulillah, au wataingia mutawassit ile marhala ya kwanza awal. Lakini wale ambao wao ndio hawawezi, ndio hanza wanataka kwanza, au wataingia nini? Wataingia katika tamhidi. Sasa hivi tutakuwa tuna hizo marhala mbili tu, hatutaki kwenda huko juu, kwa sababu tunajua katika hizo marhala mbili yoyote atakayekuja, maana yake tunaweza kumweka moja katika hizo mbili. Kwa hiyo namna itakuwa iko hivyo, na muda wa masomo, kwa sababu kama tunavyosema ile ni madrasa ya Qur'an, ile madrasa ya Qur'an pale pana watoto wanasoma Qur'an. Kwa hiyo hatuwezi kuweka asubuhi, kwa sababu asubuhi kuna watoto wanasoma Qur'an, na kadhalika asubuhi ndio pirika za watu wengi wanapirika asubuhi. Kwa hiyo tumejaribu, walimu wa madrasa Allah walipe kheri, maana yake muda wao utakuwa hautoshi, lakini wametufanyia ihsan kwa kutupa tu huo muda, lakini kiuhalisia kwa madrasa kwa muda wa jioni, kwa muda uliotupa sisi, maana yake wao watakuwa wamejimega, wani katika baadhi ya wakati wamesema wamejinyima wao kwa ajili ya kutupa sisi ile jambo twende nalo. Allah walipe kheri katika hilo. Kwa markaz au mahad itaanza saa 11 kamili. Kama ushamaliza pirika zako na wapi, ndio saa 11 unaingia darasani. Yani saa 11 kamili uwe ushafika hapa, sio saa 11 kamili uwe, yani mle katika fomu imeandikwa masomo yanaanza saa 10:30. Kwa nini? Maana yake wale wavivu wale wakitoka kwa saa 10:30, maana yake saa 11 washafika. Lakini kulivyo kwa ile madrasa pale, masomo lazima yataanza saa 11 kamili. Saa 11 kamili mpaka Isha ushamaliza, hatuna muda mkubwa sana. Saa 11 kamili mpaka sala ya Isha. Tukiswali sala ya Isha hapa, tukutane kesho inshallah. Labda kama kuna mwalimu husika anaona kwamba kashafanya uzembe na muda ushapita, akikuwekeni huko utazungumza yeye na nyinyi na yeye. Lakini katika uhalisia muda kuanzia saa 11 mpaka Isha. Ikifika muda huo khalas, na yatakuwa masomo kila siku isipokuwa siku ya Alhamis na Ijumaa. Siku ya Alhamis na Ijumaa utakuwa hakuna, lakini siku nyingine zote zitakuwa na muda ni huo 11 mpaka Isha. Na wale ambao wanajiandikisha watalazimika kufuata zile sharti ambazo zimeweka. Miongoni mwa hizo kuhudhuria kila siku isipokuwa kwa dharura au kwa haja. Miongoni mwa hizo kwa mtu anakuja na daftari lake na kalamu yake, na vile vitabu ambavyo vinatakikana lazima vitafute, awe na heshima kwa walimu na mambo mengine ambayo yameandikwa katika ile fomu husika. Na muda wa kumaliza masomo yani muda wa masomo maana ni mwaka ule unagaiwa kwa wanaita miongo au nini, semester wanaita miongo au nini, mihula ile. Kwa hiyo kutoka kuna muhula wa kwanza, alafu watu watafanya muhula wa kwanza miezi 4, watu watafanya mtihani, alafu patapumzishwa kidogo, alafu tafunguliwa kwa ajili ya muhula wa pili.
Muhula wa pili nao miezi minne, afuata na mtihani hiyo. Kama mtu tamhidi atakuwa kishamaliza hiyo marhala yake ya nini ya tamhidi, na kama mutawassiti ile al-awwal al-mutawassit atakuwa na yeye safari nini kesha maliza. Kwa hiyo akija tena anakuja marhala nyingine, namna hiyo itaenda kinamna hiyo. Nafikiria kuna mambo muhimu nimeacha, lakini ni kiujumla maana yake itakuwa tumeelezana hivyo. Labda tunaanza kama ilivyo, tunaanza Muharram, yani vyo vingi vinaanza Shawwal, vyo vingi Shawwal vinaanza hapa Tanzania, vingi vinaanza Shawwal. Sisi hatuna shida, yani Muharram sisi ndio tunaanza, kwa maana watu wote washaanza, hawana hata washapiga hatua, maana yake sisi Muharram ndio tunaanza. Kwa hiyo Muharram utapiga hiyo miezi minne. Nafikiri unajua kupata likizo Ramadhani hamna mtu kuja, sababu saa 11 mpaka Isha hapa Ramadhani utamleta nani? Kwa hiyo Ramadhani hii utapata kwa ajili ya nini? Ya muraja Ramadhani. Ikimaliza Ramadhani hapo ndio tunaanza kwa ajili ya, nafikiria itakuwa inapokuja Ramadhani tutakuwa tushaingia muhula wa pili, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, minne tayari nafanya mtihani. Kwa hiyo tunakuja tutakuwa tushaanza muhula wa pili miezi miwili. Kwa hiyo ikija Ramadhani tunapumzika, alafu ikitoka Shawwal, Dhulqaada tunafanya mtihani, tunamaliza. Ukitizama hilo kalenda itakuwa liko hivyo. Kwa hiyo Ramadhani akid kabisa ni mapumziko, hakuna shida yoyote. Lakini na hapa kabla ya Ramadhani nyuma kutakuwa kuna mapumziko pengine kama ya wiki mbili, kwa ajili ya kwamba tumemaliza huo muhula wa kwanza, sasa tunaingia muhula wa pili, namna kama hiyo. Nafikiria jumla naona ile masomo mengine sijayataja, lakini mtu akija atafanya atayajua, lakini kinamna gani sura yake ilivyo, maana yake nafikiria mtakuwa mshaifahamu, hasa kama kuna maswali, kama kuna ushauri, vile vile kuna sehemu pengine panahitaji marekebisho, basi hayya ala. Lazima hizi fomu, kuna fomu zinatolewa, nafikiria mmeshasikia masuala ya fomu. Mtu atachukua fomu, lakini sasa hiyo siku ya kuja kuwaeka watu, yani kutakuwa kuna siku kabla ya kufungua, wale ambao wamejisajili wataitwa, kutakuwa kuna wanaita mukabala, yani mukabala kama interview, ili kuwajua wewe utaenda level fulani na wewe utaenda. Na kuna mtu mwingine yeye anaona haya tu kuingia ile marhala ya chini, lakini asili ndio anastahili. Kwa hiyo katika fomu anaweza akajaza anataka mutawassit, lakini kumbe marhala yake ni ya tamyiz. Kwa hiyo kabla ya kuanza Muharram patakuwa pana hiyo mukabala, wataitwa wale wote ambao wamejiandikisha, alafu wataulizwa baadhi ya maswali, watakavyojibu watajulikana, huyu bwana kwa alivyo itabidi atakwenda darasa fulani, na huyu kwa alivyo atakwenda darasa fulani. Lazima kitakuwepo hicho kitu inshallah. Naam. Katika hilo jambo lilozungumza muhimu sana, umri. Sisi umri, wale masomo ya dini, watu wengi washapitwa na wakati, ndio wanataka kusoma dini, lakini kuwapata hasa asli mkisikia hizi tamhidi, si mutawassit, asli ni watoto wadogo, yani fahamu zile primary school zile na nini, asli ndo wale. Lakini sasa sisi tushatupa muda wetu katika mambo mengine huko. Sasa tunapokuja huku sasa tunakuwa mara nyingi tushakuwa watu wazima na tuna watoto pengine. Kwa hiyo umri kama umri, sisi tutakuwa tuna umri ule wa mtu kuanza kujiandikisha ambao ni miaka 18, sababu hataki ugomvi na watu wenyewe wa dunia. Sijakaja mtu hapa ana miaka 6 hapa au miaka 7 ambaye anatakana aende tuition huko, akaja huku ikaja kuwa shida. Lakini miaka 18
maana mara nyingi mtu kashayamaliza. Hata kama anasoma, maana yake anakuwa anajielewa yeye namna gani ya kufanya, kwa sababu muda huo saa 11 mpaka saa ngapi, mara nyingi unakuwa ile yeye anaingia asubuhi, anaweza akaja huko. Kwa hiyo umri ni miaka 18 mpaka kizee. Kwa hiyo anawezekana mtoto wa miaka 18 akawa yuko darasa moja na babu yake wa miaka 86. Inawezekana. Tupo. Lakini hatuna darasa, hawa ni wazee watupu. Na hili darasa hawa vijana watupu. Sisi tunazozingatia ni zile hatua za kielimu. Anawezekana mzee lakini akawa marhala yake awe ni thalith mutawasit. Tupo hapo. Hastahili kuwekwa huko. Hatuwezi kumweka. Na anawezekana akawa mzee lakini marhala yake awe tena tamhidi, tena hiyo tamhidi ipoze tena. Tuanze, inawezekana hilo. Kwa hiyo umri kama umri kuzingatia, tunazingatia kwa atakayetu kwa form, basi umri yake aanze miaka 18, kwa sababu miaka 18 atakuwa yale mazonge yale ambayo yanahofiwa atakuwa ashamaliza kwake yeye. Tena mpaka kama ana miaka 100 pia akija hakuna shida. Kwa sababu kwanza ni kuja na kuondoka. Kuna baadhi ya maswali yanauliza, je, itakuwa kuna boarding? Hatuna boarding. Ni sehemu ya kuja ukafanya ukaondoka. Unakuja zako saa 11 mpaka isha unatafuta njia. Kwa hiyo boarding hatuna kwa kuanzia. Na wala hatuna uwezo wa kuweka watu wapi boarding. Hapo itakapokuwa imekuwa kubwa ama akibariki, inawezekana hayo mambo mengine yakafuatia. Lakini kwa sasa hivi ni kama unakuja darasa manaki. Yaani sasa hivi weka akilini mwako hiyo sijui nidhamia, wewe ifute, wewe weka akilini mwako ni darasa tu. Tupo hapo. Na kuna watu hii nidhamia ndio inawakoroga akili. Kwa hiyo tunakwenda na kurudi, hakuna mabweni. Na shida wenye dunia sisi ndio tunaohofia. Wenye dunia wanakuwa mara nyingi wana haki za watoto. Kuna mathalan kama mtoto kashamaliza ile wanaita masomo ya nini ya lazima, akiwa kashayamaliza basi sisi tunaweza tukampokea. Lakini kama hayajamaliza yale, inawezekana ikawa ni matatizo. Mtu mmoja akaja kusababisha watu wote wasisome, na kwa hiyo ni shida. Ni sawa. Shida iko wapi? Shida ipo kwamba inategemea uko sehemu fulani, uko sehemu gani, na inategemea watu wako walokuzunguka wako kinamna gani. Kwa sababu kuna baadhi ya sehemu wanasema, kuna baadhi ya sehemu watu asli hawasomi hasa elimu za dunia. Moja kwa moja mtu anaanzia dini. Zipo sehemu hizo. Wala hakuna hata mtu huyu anapiga kelele. Lakini hapa kwetu sisi, wewe mtoto wako usimpeleke skuli, basi wewe si mzee na umemzaa, jirani yako akaenda kukushtaki, shida. Lakini watu hapa Tanzania mimi najua kuna watu hawajapita skuli, hata habari hawana. Wao tangu wameanza katika hizi boarding hizi za dini, wanasoma dini mpaka wakawa watu wazima, wala hakuna habari yote. Lakini ni mazingira gani? Katika sehemu za kwetu kuna ugumu fulani katika hilo jambo. Kwa hiyo unapolianzisha jambo, jaribu kuondosha vikwazo kwa kadri ya ule uwezo wako. Kwa hiyo akiletwa na mzee wake, madhali mzee wake ndio sasa ndio sasa ndio na ukitaka kujibu hilo swali lako, wewe angalia hao waliohudhuria hapa wote washirika miaka 18 au unawasema hawapo?
Almuhimu tutaliangalia hilo wazo, tutaliangalia hilo wazo. Ni wazo zuri. Barakallahu fi. Naam. Malipo. Malipo, umezungumza swali, sisi tuko wazi kabisa. Hatupilishi huko na huko. Malipo sisi tumeangalia katika hii jamii yetu, watu hawajalelewa katika masala ya kusoma dini ya kisheria kwa pesa. Na watu hao wanaosoma dini, maana yake huko kwao watu hawataki wasome dini. Kwa hiyo ukiweka ada kubwa, maana yake unaweka kikwazo wale wanaostahili kusoma dini wasije wakasoma dini, kwa sababu hao wana pesa ndio hawataki kusoma dini, wao wanataka kusoma masomo mengine. Lakini vile vile hao walimu ambao wanaokuja, hatusemi walipwe, lakini angalau wasaidiwe. Wanasema ile pesa ya sabuni, kwa sababu mtu anakuja anatumia nauli ya gari kwenda na kurudi. Kwa hiyo tukisema mambo ya bure bure, maana yake inawezekana mwezi mmoja tu markazi ikashinda. Kila darasani mkaja nyinyi wanafunzi kwa wingi, lakini msikute mwalimu mle darasani. Sasa ada tulioiweka kwa mwaka mzima, yani mtu ambaye anataka kujiunga mwaka mzima, basi malipo yake ni 100,000 mwaka mzima. Kwa hiyo ukipiga hesabu mwaka mzima kwa 100,000, maana kwa mwezi hata 10,000 haifiki kwa wale wanaopiga hesabu nzuri. Yani kwa sababu miezi shule 8, ambapo kiasili sio miezi 8, inazidi kidogo kwa sababu miezi 4 ya masomo alafu kuna na mtihani hapo. Kwa hiyo inazidi. Kwa hiyo ukichukua miezi 8 alafu hiyo 100,000 ile kwa miezi 8, unapata kila mwezi shilingi ngapi? Yani maana yake ni chini ya 10,000. Yani wewe unakuja kusoma kwa mwezi unalipa chini ya 10,000. Sio fahamiana jamani? Yani malipo ili ni jambo, yani ile kwamba ipatikane ile nauli tu ya walimu, sio ile kwamba kukusudia hasa kuliendesha jambo. Sababu siko baadhi ya marakis mtu analipa 700,000 kwa mwaka. Watu wa dunia, watu wanakaribia na mitihani, unasikia kuna tuition zile za bodi, watu wanalipa 700,000, 600,000, ina anakaa hiyo bodi ni miezi 2 au miezi 3. Kwa hiyo sisi tumeweka mwaka mzima, huu mwaka mzima ni 100,000. Kwa hiyo mtu anaweza akaanza pengine mstari wa kwanza ni 50,000 tu, hiyo miezi 4, na mstari unaofuata ni 50,000. Kwa hiyo ni hivyo. Takriban kuchukua fomu 2,000 na kujiunga pengine 20,000, alafu na hiyo ya mwaka ndio hiyo 100,000. Kwa hiyo itakuwa kama ni 122,000 خلاص. Lakini pesa hasa ni hiyo 100,000. Kwa hiyo kwa mtu aliyokuwa kashajiunga, maana yake analipa hiyo ni 100,000. Ni hivyo. Mtu mwingine anaweza kusema kwa lazima zilipe kwa pamoja au nini? Sio lazima kulipa kwa pamoja, yani kwa kuanzia ule mstawa aliokuwa nao. Mstawa aliokuwa nao pengine ni 50,000. Yani mstawa wa kwanza miezi 4 ni kwa hiyo 50,000, mtu anaweza akaanza na, kwa sababu mstawa wa pili asije tena. Tupo wewe akasema mimi naanza na hii kwanza nione mambo yalivyo. Kwa hiyo ni hiyo 50,000. Alafu mstawa unaofuata akitaka kuja atamalizia hiyo 50,000. Mambo yako. Nafikiria mmefahamika kabisa. Inatarajiwa hivyo, lakini safari ya miaka 4 kama tulivyosema. Ndio maana sijagusia sana mbaya. Ni safari ya miaka 4 mpaka umalize mtawasili. Kwa hiyo ili umalize ibtidai na idadi ndio miaka 4. Kwa hiyo lakini hata ukipewa kitakuwa kina thamani. Lakini kitakuwepo kwa sababu ni lazima upewe, sio utapewa, kitakuwepo. Lakini nafikiria mmefahamu. Wengine wanauliza sijui vipi wanawake. La, markazi sio wanawake jamani. Hii ni markazi ya wanaume tu peke yao. Wanawake mtaenda kusomesha nyumbani kwa mkifika. Naam ustadi. Kwanza nipongeze alhamdulillah shukuri kidogo, sisi wengine tushaanza kupata mwanga. Ndio. Isipokuwa mimi na mawili. Naam. Mwanzo taasisi nyingi za
taaluma ziwe za dini au zinakuwa sio za dini, zinakuwa zinaimarika au zinakufa. Sababu moja ya uwepo wa walimu na ubora wa walimu. Sasa hivi sijui umetathminiwa vipi uwepo wa walimu na waliokuwa wana vile viwango vilivyokuwa bora, ambapo kwamba tutamhakikishia mwanafunzi kuvutika uwepo wake katika markaz na kudumu mpaka dakika ya mwisho. Naam. Je, hili jambo likoje? Limehakikishwa vipi? La mwanzo hilo. La pili au nijibu hilo kwanza? Basi hamna shida. Swali lake anasema kuhusiana na walimu. Walimu kwa hali za hizi marhala ambazo tumezitaja, basi walimu ambao wanaweza kufiti kwa hizo, alhamdulillah watakuwepo. Hizi marhala ambazo tumezitaja mbili hizi za kuanzia hizi, yani mutawasit na tamhidi, maki hizo walimu watakuwepo. Utakuwa kuna vijana alhamdulillah ambao wana uwezo, tutasaidiana katika hilo. Ama kuhakikishia wewe 100% kwamba watakuwa wako hivi, hilo jambo haliwezekani, kwa sababu unajua miji yetu hii katika ulimwengu wa kielimu maana yake iko nyuma sana. Kwa hiyo haiwezekani mwalimu hapa akawa sasa ana shifa sana. Tupo hapo, lakini itakuwa kutokana na hali zetu, tutajaribu kutafuta watu ambao wanakuwa wana hatua za juu kidogo zile za kielimu, na wale watu ambao wanaweza kujitolea zaidi. Maana wewe unazungumza kuhusiana na walimu bora, lakini vile vile wakati mwingine kuna na kipengele kingine cha kujitolea. Anawezekana mtu akawa ni bora, lakini katika upande wa kujitolea hawezi. Umenifahamu? Wengi katika walimu ambao wana majina na wana sifa zile za nini, wengi wao katika upande wa kwamba kudhibiti kwamba kila siku wawepo, basi inakuwa ni shida. Kwa hiyo lazima apatikane bora huyo unaosema wewe, lakini vile vile awe ni ule mtu ambaye anafanya umuhimu wa hilo jambo na kujitolea, na ana ile nini tunasema kujikubalisha na kutaka lile jambo lipige hatua katika jambo. Kwa hiyo kwa marhala ya kuanzia itakuwa ni hao vijana watakuwa alhamdulillah, na vile vile kutakuwa kuna baadhi ya tathmini zitafanywa, yani wakati wa masomo yanaendelea, vile vile kutakuwa kuna mtu ambaye atapita kwa wanafunzi kuwahoji kuhusiana na ile mustakbali wa yale mambo yalivyo na mambo gani yaendelee iwe vipi. Yani itakuwa si jambo ambalo la kitaasisi zaidi, itakuwa ni jambo letu zaidi. Si umeifahamu hiyo ibara? Yani usishtuke ukisema markaz. La, hiyo markaz ni kwamba lazima jina liwepo, lakini hili jambo tunakusudia kwamba kiwepo kikundi cha watu ambacho kimekusudia tupige hatua katika masala ya kielimu. Kwa hiyo kinashirikiana, wanafunzi wanashirikiana na walimu, na walimu wanashirikiana na wanafunzi. Anawezekana mwanafunzi akawa na mawazo mazuri kuliko mwalimu. Kwa hiyo hakutokuwa na ile kwamba kuna system fulani imewekwa hatuwezi kuibadilisha. La, lakini kutakuwa kwamba tunakusudia sisi tufike hapa. Kwa hiyo njia yoyote itakayokuwa rahisi ya kutufanya sisi tufike hapo, hiyo njia sisi tutaitumia. Tukitumia njia fulani tukiona hii ngumu kufika, pengine wanafunzi watasema hii njia hivi na hivi, basi tutabadilisha. Kinamna hivyo ipo. Na mambo haya yanatakana na watu waanze. Alafu mbele huko hayo mambo nia zile ndio wanasema nia ina athari kubwa katika haya mambo. Kwa hiyo mbele huko itakuwa zaidi. Lakini kwa kuanzia na jambo lolote linaanzia, maana yake linakuwa lina challenge nyingi. Kwa hiyo hata wale wanaoanza benchi ya mwanzo watakumbana na mambo mengi, kwa sababu watu ndio wanaanza hilo jambo, na kutakuwa kuna mambo ya kujaza kwa ajili ya kutengeneza njia huko kwa ajili ya vizazi vyetu vingine vinavyokuja. Kwa hiyo ndio hivyo. Asante sana. Lakini tunatofautiana hasa hizo nyakati. Kuna wengine wamepata vibarua, wameajiriwa na wameajiriwa si kwa siku maalum, haiko watakuwa wanazunguka kutoka kwenye hivyo vibarua vyao. Na hapa tunasema kwamba siku zote watasaini markaz itakuwa iko isipokuwa Alhamisi na Ijumaa. Ndio. Je, kama hao kutoka Jumatatu Jumanne anaingia kazini, analala huko kazini baada kuja huko na kurudi kwa shiriki kusoma anataka na yeye. Zipo harakati kwa ajili yake yeye. Yani kila mmoja
anafanya kile kitu kwa mujibu wa uwezo wake. Kwa hiyo ikiwa inatokea ni hivyo kwamba mtu huwezi kila siku kupatikana saa 11 mpaka Isha, huwezi kupatikana wewe, basi unatafuta ile sehemu ambayo utaofiti. Na alhamdulillah harakati ziko nyingi. Harakati unaweza ukaingia siku moja afu mwezi mzima usiingie, afu kaja mwezi unaofuata ukiulizwa unasema shughuli nyingi tu Sheikh, tupo pamoja na watu wanaenda vizuri tu, lakini hapa kumewekwa hiyo nidhamu maalum. Kwa hiyo lazima ulifuate. Kwa hiyo wale ambao wanajiona kwamba wako namna hiyo, basi wasichukue hata fomu, kwa sababu itakuwa lile lengo halifikiwi. Kwa sababu mwisho wa siku hawa watu ambao tunawachukua sisi, hata watu 10 tutaanza nao, hao watu 10, lengo lake baki hichi kituo, hawa watu 10 baadaye wao wanaweza kusimamia kwa kile ambacho wamekisoma. Sasa ikiwa kama ni namna hiyo magepugepu mingi, maana yake huo mtihani utakuja kufanya vipi na hayo masomo yatakwenda vipi? Kwa almuhimu kila mmoja anafanya kitu kwa mujibu wa ule uwezo wake, asijikalifishe mtu. Kwa mtu alikuwa katika hali kama hiyo, vituo vingi vipo vya Ahlus Sunna na viko katika kila hali tofauti tofauti. Kwa hiyo kila mmoja anatafuta ile hali ambayo inaendana naye. Nafikiria itakuwa ni naam. Naam. La, yani hakuna mtu ambaye, yani hicho unachokisema kwamba mtu uwezo wake mdogo, nafikiria zote ni njia za oga zaidi. Yani huyo mtu yani 40 Nawawia kuhifadhi, kuna mtu anakusimamia, ni tofauti na unavyosema wewe ambao unajisimamia mwenyewe na kuhifadhi. Yani ni mtu ambaye anakusimamia katika hiyo kuhifadhi. Kwa hiyo huyo mtu amekusimamia, sisi tunataka maelezo kutoka kwake yeye kwamba wewe kweli huna uwezo. Sio wewe ujihukumu kwamba una uwezo. Una uwezo mwingi nyie sana. Yani watu wenyewe, watu wa dunia wamepiga tathmini, wanasema kwamba asilimia ya watu wengi wanakufa, yani ile memory sehemu nyingi haijatumia, wametumia thumni ndio wameitumia, sehemu nyingine yote hiyo haijatumika. Kwa hiyo kuhusiana na jambo la akili, watu wana akili sana, lakini hawajapata watu wa kuzishughulisha zile akili zao. Sio kwamba watu hawawezi, watu wana akili nyingi sana, wanaweza hata Qur'ani kuhifadhi. Watu wakiamua wanaweza kuhifadhi Qur'ani. Shida ni kupata mtu wa kukushughulisha katika hilo jambo. Kwa hiyo kuhusiana na jambo la kuhifadhi, msiwe na wasiwasi, hilo jambo lina watu wake na litasimamiwa katika ile misingi ya hao watu. Kwa hiyo wewe usiseme huwezi. Yani nakumbuka sisi tuliingia Jamia Islamia, tuliingia katika kuliatul hadithi, ambayo ndio hayo mambo wanasema ni mambo ya kuhifadhi, ni lazima kuhifadhi. Na kulikuwa kitabu cha kuhifadhi ni Muharrar. Yani Muharrar tunasema ni kitabu kama hii Bulughul Maram, lakini Muharrar kimezidi zaidi kwa sababu kinaanza na yule sahaba ambaye ana udhaifu kule katika sanad. Mara nyingi Ibn Hajar hafanyi, mara nyingi anaita sahaba na ile hadithi, lakini Muharrar inaanza nyuma, ile sanadi inakuwa imeshiba kidogo, halafu vile ina uchambuzi wa ilal za ile hadithi. Tofauti na Ibn Hajar mara nyingi anakuhukumia tu hadithi ilo daraja gani, mara chache anakuletea, lakini Ibn Abdul Hadi katika al-Muharrar yeye anazileta zile ilal za kihadithi na mambo yake. Kwa hiyo uhifadhi matni, uhifadhi sanadi na uhifadhi hizo ilal za hadithi. Ukisikia hadithi ujue hii ni dhaifu kwa sababu ndani mna nani na nani, na huyu Dhahabi kasema kadha, au Ibn Hajar kasema kadha. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ametoka kwetu akiingia atakuwa anaogopa sana. Atakuwa anaogopa bana, unaweza mambo hayo waachie wenyewe wa Arabu, hata Wasuudia wenyewe wanaogopa, hawako wengi,
katika kulia hadithi. Lakini ukikaa na watu, basi unajua kwamba wewe mwenyewe una uwezo mkubwa kuliko wao. Ukikaa na watu. Kwa hiyo mara nyingi ukikaa na watu ambao wana mwelekeo fulani, na wewe huo katika mwelekeo utafanya nini? Utapiga hatua. Ndio yale mambo ya hadithi ya Mtume, ukikaa na mtu wa miski utanukia miski, ukikaa na mfua vyuma ataunguza ngoo zako. Ndio hivyo. Wenzako mko darasani pengine watu 30, wenzako wote wamehifadhi, wewe hujahifadhi, siku ya pili ukubali. Utataka kufanya nini? Kuhifadhi, utajaribu. Na kuna baadhi ya akili nyingine zinataka starter tu. Mwanzoni zinakuwa ngumu, alafu baadaye tena zikipata ile starter ile, basi zinakwenda zake. Kwa hiyo si mambo ya kutishika kwa mwanafunzi, ni mambo ya kawaida na hifadhi na hatua zake. Unakumbuka Zanzibar hapa yalipoanza masala ya kuhifadhi Qur'an, mtu wa mwanzo yule aliyehifadhi Qur'an juzu zote si alikufa? Au hamkumbuki? Sijui mtakuwa mnakumbuka, lakini mwanafunzi wa mwanzo aliyoshinda mashindano ya Qur'ani ya kuhifadhi juzu 30 Zanzibar alifariki. Watu waliona ni maajabu sana, watu wakamjia chuma. Lakini sasa hivi yani jambo la kuhifadhi juzu 30 ni jambo kubwa. Watoto wadogo sasa hivi wanahifadhi juzu 30. Sasa wale wa kipindi kile walikuwa wanaona lile kubwa, yani walikuwa wako sayari nyingine na watu wa sasa hivi sayari nyingine, au ni kwamba sasa hivi watu ishapatikana ile kwamba watu ili jambo tunaliweza, ndio mambo yana tena. Sasa hivi imeongezeka zaidi, kuna nani tasjii, mtu anasema sasa hiyo aya ya ngapi, sura ya ngapi. Kwa hiyo kitu chochote ukikiamulia na ukitaka isti'ana kwa Allah, kitu Allah subhanahu wa ta'ala atakufungulia. Mna uwezo mkubwa sana, lakini hamjapata watu wa kuutumia huo uwezo wenu katika mahala sahihi na njia sahihi, ili mupate kuleta matunda katika namna iliyokuwa sahihi. Lakini uwezo, hakuna mtu ambaye yani hana huo uwezo katika hilo. Kwa hiyo sifikiri ni sabila anarejea mchezoni sana. Itatosha ile ya mwanzo ikiwa kwamba wewe utawafuata walimu majumbani kwao wakusomesha kile kitu, itatosha. Ile ya mwanzo utaruhusiwa kulipa nyingine, lakini kwa sharti wafuate walimu makwao wakusomesha kile kitu. Na nafikiria nitakuwa nimekujibu. Yaani kwa sababu kama tulivyosema, kwa mwezi hata 10,000 haifiki. Piga hesabu hiyo ya nauli mwalimu kwenda na kurudi, 10,000 haifiki kwa mwezi. Alafu bia ya iskalia. Naam, swala jingine. Wengine wanasema vipi kuhusiana na manhaj? Manhaj pia vipo vitabu vya manhaj ambavyo vimeandaliwa. Yani kutakuwa kuna somo la manhaj pia. Na viko vitabu zile risala ambazo zinaendana na ile level za watu zitasomeshwa pia. Kwa hiyo lipo pia somo la manhaj. Kuna bia mingi nimekupeni ile sura ya Ijmalia, kuna somo la tauhidi, kuna somo la aqida. Haya masomo yapo. Hatuwezekani tukawa tunasoma watu wengine wako kazi yao kuzungumza Kiarabu tu, afu mwisho wa siku wakaiti movie za Kiarabu. Haiwezekani jambo kama hilo. Lengo asili maana yake kama hivyo ni njia ya mbele, mtu ukawa unaweza ile masomo ya dini. Haika kama tulivyosema, kwa hatua ya kwanza itakuwa nguvu kubwa inaelekezwa hivyo kwamba mwanafunzi awe anaweza kusoma lugha ya Kiarabu inapoandikwa popote. Mwanafunzi anaweza kujielezea na kuzungumza japo kidogo, japo zile ibara za hala shefenten haya anaziweza. Sio uwezi atakuomba maji we, yani kama utapotea kule Uarabuni, atakuomba maji uwezi.
huyo unaweza yale mawili matatu. Lakini itiqani, marhala ya itiqani, hiyo marhala sasa ni marhala nyingine. Sisi tupo katika ile marhala ya ibtidai ile ambayo naam. So naam, wa alaikum salaam wa rahmatullah. Swala la mwanzo nadhani tunaeleza kunyanyua, tunaanza na tamhidi na mutawassit. Je, ukimaliza mutawassit na unataka kuendelea, huo ndio kupeleka thanawi au wewe mwenyewe unataka kuna kuwasili na kuendelea? Yani kama tulivyosema, malengo maana yake kufikia thanawi, ndio malengo. Malengo maana yake tu mpaka na hiyo marhala ya thanawi, lakini hatuwezi kufika huko kwamba kabla hatujaanza huko chini. Kwa hiyo miaka minne mpaka ifike hiyo miaka minne inawezekana, wallahu a'lam, inawezekana ukawa ima tushaanza hayo malengo au tunakaribia kuyaanza. Lakini kama hatakuwa hatujaanza, basi itakuwa ni majukumu ya mwanafunzi kujiendeleza. Jiendeleza, atatafuta sehemu yoyote ile ya kujiendeleza. Na asli hasa sisi tunachokitaka ni mwanafunzi apate sehemu, apate namna ya kujiendeleza yeye mwenyewe. Asli si hataki watu wazeeke kwetu. Asli tunachokitaka kwamba mwanafunzi apate sehemu ya elimu. Hii sehemu anoipata awe ana hamu ya kujiendeleza mwenyewe. Kama sisi tunamuamsha, tunasema tunampa mifunguo. Unafahamu mifunguo ya elimu ni hii. Sasa akimaliza anakwenda zake thanawi, akimaliza ataenda kuingia jamia, akimaliza atafika mpaka profesa, atajiendeleza mwenyewe. Hilo ndo lengo, ya kuwashtua watu wawe wana hamu ya wao na kujiendeleza kielimu. Sio mtu anadumaa siku zote yeye ndio kwamba yeye ndo hawezi tu siku zote, wala hawezi kwenda, ala hawazi kutoka akajiendeleza. Sisi hatutaki hicho. Tunataka hicho tupate watu ambao washapata misingi ile, wanataka kujiendeleza ili baadaye na wao waje wasaidie wenzi wao. Hilo ndo lengo husika. Naam. Wala hili haya katika maana nyingine baadhi yao na masomo ya Kiingereza na ndio wanakuwa. Sisi Kiingereza hatusomeshi. Alhamdulillah, watu wa Kiingereza wengi sana wanapatikana mitaani. Kwa hiyo sisi tuna mambo mingi ya kufanya, mingi sana. Yani ni afadhali tuongeze somo jingine la Kiarabu ambalo ni muhimu zaidi kuliko kuongeza Kiingereza, kwa sababu Kiingereza wenyewe watu wa Kiingereza hawajakipuuza, wanakisimamia na kila siku wanakirahisisha na kila siku wanapiga hatua katika hayo mambo. Sisi tupo katika hili jambo letu ambalo limepuuzwa, ndio tunataka kuliamsha. Kwa hiyo kwa wale ambao wako na namna hiyo ya Kiingereza wataenda kutafuta sehemu nyingine. Swala la mwisho kana na swala la nidhamu. Moja katika nidhamu nadhani ni kipaji. Je, hapa tunaanza kutakuwa na kipaji maalum au mtu ana Naam, kipaji kimo na kimeandikwa katika fomu. Kimeandikwa katika fomu, mtu ata kanzu na kofia. Sababu ni markazi ya wanaume. Ni kanzu na kofia. Mambo ya kuja hapa leo umevaa jezi nipigie mie, kesho umekuja na jezi ya kushajihisha, sijui mambo ya mipira, kesho umekuja na jezi ya nini. Ni kanzu na kofia, tena zile kanzu ya kistaarabu, sio vile kanzu vilivyobana mwanamume. Nidhamu hiyo, watakuwa watu hapo ambao wanashughulikia hiyo nidhamu na hawataki masahara katika hilo jambo. Kwa hiyo ni kanzu na kofia. Kwa nini? Na hivyo kwenye fomu imeandikwa juu kabisa pale katika aziyu almadrasi, vazi la chuo ni hili lipo. Swala la mwisho. Naam, uliza hata kama sio la mwisho, usiweke la mwisho, swala jingine tu waseme. Malengo ya hii maana yetu inshallah. Naam. Naam. Ili ujue ile lugha ya Kiarabu lazima uwe
Nimelisema hilo mapema, utakuwa pengine ulikuwa hupo, lakini nimelisema lugha ambayo tunatumia ya chuo ni lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo yani nikisema lugha ndo lugha rasmi, lugha nyingine itakuwa ni thanawia. Unifahamu? Wakati mwingine wanafunzi hawawezi wakaelewa mpaka pengine waambiwe wa Kiswahili au kuna mambo yatalazimika, lakini lugha ya asli ni lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo wanafunzi watalazimika hivyo. Kama mtu anataka kwenda msikitini, anataka kujisaidia, anataka nini, azungumze hiyo lugha ya Kiarabu na atafundishwa yale maneno. Kama ndo kwanza anakuja kwanza, atafundishwa kwanza, ukitaka kufini itabidi utasema hivi, ukitaka nini utasema hivi, alafu anajiendeleza. Ni rahisi hayo mambo kifupi kusema na wasiwasi nayo. Kwa hiyo lugha hiyo ya msingi ni hiyo ya, hauwezekani kama unaosema ukawa unazungumza Kiarabu kama huja. Ndio maana katika marhala hii ya tamhidi hatukulazimisha sana mambo ya nahau, mambo ya sarfu, mambo ya fani. Kwa nini? Kwa sababu tunataka mtu azungumze, ajitoe haya bila kuzingatia hizi kanuni kwanza. Akishaweza hilo, afu baadaye tunakuja kusomeshana hizo kanuni, anasahihisha, sio anaanza. Watu wengi ambao wameanza kujifunza hizi kanuni kwanza, alafu ndo anataka kuzungumza lugha, wanashindwa. Kwa sababu yeye anataka tu anawaza kanuni. Nakumbuka kipindi hicho mnafundishwa baskeli, wazee walikuwa hawakwambii kama hiyo breki sijui hiyo nini, unapandishwa tu kwenye ile rali kubwa, alafu watu wanakusukumia tu. Alafu ukishasukumiwa mzee ndo anasema, "Haya, angalia mbele. Wewe umelala bavu moja au bavu huku." Ukianguka unaambiwa panda tena, alafu unaambiwa hii ndio breki. Hii ndio. Tena baadaye unanyoka. Kwa hiyo nakusudia nini? Nakusudia ukiwa una sheria nyingi kabla hujaanza ile mdomo wako kuwa rahisi katika kuzungumza lugha, huwezi kuzungumza lugha. Lakini kwanza itoke ile haya, yani lugha kwanza ni kutoa haya, ndio kipaji cha namba moja. Ukishaweza kutoa haya, ukawa unazungumza wewe unaunganisha. Yani tazama Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyotufundisha namna ya kujifundisha lugha. Muangalie mtoto mdogo ambaye anakuja katika mazingira hajui kanuni za Kiswahili, hajui nini. Anapoanza kuja anataka kujua ile lugha husika ya wazee wake au ya jamii yake, anasikiliza sana mtoto. Kwa hiyo na humu kuna hayo masomo utasikia sana hiyo lugha. Halafu akishasikiliza anarusha. Lugha ya mtoto ya kwanza ni ya kurusha tu. Watu wanacheka, lakini mtoto la habari hana, yeye anarusha tu. Halafu baadaye sasa ndo anakaa sawa. Kwa hiyo ndo tunataka hivyo. Yani kuja wewe ukarusha ukasema Muhammad dhahabat ila suq, fi ala hatukucheki wewe. Unifahamu? Tunajua baadaye utasema Muhammad dhahaba ila suq. Lakini sasa hivi tunakupongeza kwa ile kitendo cha kuweza kuyatumia tu haya maneno. Maana yake ni hatua, umepiga hatua katika masuala ya nini? Ya kuzungumza. Kwa hiyo ni hivyo. Nafikiria itakuwa imemaliza na hakuna watu wengine wana maswali. Na wale kwa fomu wazirejeshe sasa hivi. Yaani kila ukirejesha mapema maana yake ndio watu wanajua wangapi wamekuwa. Hapo ulipochukulia au umechukulia njiani ndio pengine. Yaani sehemu hapa Masjid Aisha nadhani kijana huyo iduka wakuone. Hapa Masjid Aisha wanazitaka kwa hapa wale watu hapa yuko nazo. Na kurejesha pia wanaweza akamrejeshia huko. Na sehemu nyingine nadhani dukani kule. Yaani mwisho wa kurejesha kwa sababu tulianza Muharram, sasa tuna eneo kubwa hapa kati. Lakini Dhulqaada yani Dhulhijja yawezekana ikatoka tarehe ndio mwisho, lakini mpaka sasa hivi bado hajaweka tarehe ya mwisho. Lakini ujue masomo yanaanza Muharram, maana yake Dhulhijja ndio inaanza ikawa katika tarehe za Dhulhijja ikawa ndio mwisho wa kufanya wa kurejesha. Wanaotaka yafikiria kuna namba ziko pale katika hiyo fomu
na katika hicho kipeperushi zipo namba. Kwa hiyo wanataka kuchukua, wanapiga simu watachukua, na wanataka kurejesha pia namba hiyo hiyo, wakipiga simu watafanya, watarejesha. Haiwezekani. Yaani wewe ukisoma bila kujiandikisha, labda kama utakuwa jini utakuwa unawezekana, kwa sababu tutakuwa hatukuoni. Lakini sasa wewe ukasoma tu bila kujiandikisha, kwa sababu sisi hatuko, maana yake yani sio darasa za msikitini, yani sio darasa za kuja ukasikiliza ukaondoka zako. Yani mathalan nikuulize wewe, unaweza ukaingia skuli ya Nyerere ukakaa form 2 au form 1 ala hujulikana nini, ukasema tu leo napenda tuingia. Yani ndio hivi, ndio sisi, yani tuko katika namna ile. Maana yake ukisikia nidhamia ndio ile. Kwa hiyo kama kule huwezi ukenda, hata hakuna askari pale, lakini huwezi ukasema jamani, hebu kidogo nikamsikilize mwalimu Juma pale anasomesha bio niingie. Kama vile huwezi vile, basi na sisi kule vile vile haiwezekani, kwa sababu ni watu maalum kwa idadi maalum, na watu wanakuwa wameandaliwa mazingira maalum ya kusomea, na mitihani itafanywa kwa mujibu wa idadi yao na kwa mujibu wa kile alichosoma. Kwa hiyo nafikiria masala mengine wasije wakaja watu kule wakatufanya utalii huo, na ziko sehemu nyingi za kufanya utalii. Alhamdulillah, unaweza ukaenda kule Jozani kaangalia, hata hapa Zanzibar Park ipo, zipo sehemu nyingi za kufanya mambo haya, lakini kule ni kwa ajili ya wanafunzi, hakuruhusiwe wengine. Naam. Basi ni hivyo, tumemaliza. Nafikiria hakuna mpya, na wale wanataka kuchukua fomu sasa hivi nadhani atakuwa nazo, pengine huyo nje hapa wanaweza wakachukua hizo fomu na kurejesha. Muda uko wazi, watu wanarejesha wakati wote. Naam. Siku 5 mpaka insha. Unajua hilo jambo utakuwa umeliangalia wewe kama wewe kwanza, halafu la pili vile vile utakuwa hujatufahamu kwamba tumesema kule ile ni madrasa, ile ni madrasa ya chuoni. Kwa hiyo wewe ukipiga hesabu hizo, ni walimu wa chuoni washafika zamani huko. Hiyo Jumamosi, Jumapili ndio siku ambao wanafunzi wanajaa chuoni, kwa hiyo ndio muda wao hasa wao kujifaragudua. Kwa hiyo bora hizi siku nyingine wanawezekana wakakupa, lakini sio Jumamosi, Jumapili, sababu Jumamosi, Jumapili ndio wanafunzi wote karibuni ndio chuoni wanapatikana. Kwa hiyo ndio siku ya masomo chuoni. Kwa hiyo lile eneo linakuwa ni gumu kulipata katika mazingira kama hayo. Na vile vile Yesu kwa Jumamosi, Jumapili kuna watu wengine wanaenda kazini asubuhi kama kawaida. Kuna watu wengine Jumamosi, Jumapili asubuhi ndio hawapatikani. Sasa almuhimu ni mambo ya mtu kujiangalia na wakati wake. Kama wakati wako na unakuruhusu basi unaingia, wakati ukiona hakuruhusu basi sehemu alhamdulillah za kusoma dini ni nyingi. Naam. Ipo nimeisahau, anaulizia kuhusiana na kuhifadhi, au ni kuache kwanza au nimalizie? Kuhifadhi Qur'ani ipo, yani haiwezekani wewe ukahifadhi hadithi alafu Qur'ani kuhifadhi ipo, lakini itakuwa zinagaiwa sura maalum, na tunaanza na hii juzuu nyepesi ambayo ni juzuu ya amma. Yani hizo ratiba zote zipo, lakini tumeelezea ile vingine. Kuhifadhi Qur'ani ipo, watu watahifadhi Qur'ani. Tutaanza na juzuu ya amma, sura maalum zitanini, yani wataweza watu kuhifadhi Qur'ani, yani kwa miezi hiyo 4 watahifadhi Qur'ani, na miezi unakuja watahifadhi, yani kila mustawa. Jambo la ambalo usiwe na shaka nalo, jambo la tilawatul Qur'an
na hifdhul Qur'an. Hilo jambo lipo la mahala. Naam. Amezungumza nukta nyingine ya msingi pia katika masomo ambayo tumeyaweka. Kipo somo maalum kwa ajili ya adabu za elimu, na kuna vitabu hasa vimeandaliwa katika tamhidi na katika mutawassit. Liko somo na vitabu ambavyo vimeandikwa na wanachuoni katika adabu. Kwa hiyo utakuja mwalimu anakuja anasomesha adabu tu. Kwa hiyo nafikiria itakuwa hiyo pia itakuwa tushaijibu. Wanashauri kwamba kuna baadhi ya watu wana katika kusoma. Kana mtu huyu akawa anatakiwa aanze labda ile au mtawasili. Anapiga anasoma. Kuna magizo mengi ambayo ndio ndio kama itawezekana wasimamizi wangehitaji zile fani ambazo zile ya kwanza ili kana mtu mpaka haram akawa anapita magizo ndio mara pia kaja kuendelea ratiba ipo ya hiyo tamhidi ya yani mfano katika tamhidi kuna alkitaba, yani kabla yani ya masala Qur'an tayari yani kuna kitaba, lakini wanakuwa na muqarrar khas yani kuna kitabu ambacho kimeandaliwa hapa cha kitabu. Mara nyingi tunatumia ile muqarrar ya Saudia ya kitaba. Kwa hiyo kuna muqarrar khas kitaba mwaka wa kwanza huo, yani nini alfasl alawwal na alfasl athani, na kuna qiraa hivi, kuna muqarrar khasa ni wa Saudia ambao umeandaliwa kwa ajili ya wanafunzi hiyo namna ya kusoma. Unajua wenzetu wamepiga hatua ya mambo muda mrefu, kwa hiyo wanayo hasa zile wameandaa vitabu maalum hasa kwa ajili ya hiyo qiraa. Kwa hiyo pia ipo hiyo kwa alfasl aldirasi ya alawwal na alfasl aldirasi athani. Na kuna lugha mara nyingi tunatumia durusu lugha al-arabia li ghairi natiqina biha, ambao hapa kuna juzu al-awwal kamila wa fasl al-dirasi al-awwal na fasl al-dirasi thani, kuna juzu nyingine. Alafu kuna adhkar, yani katika tamhidi adhkari maana yake wanatumia kitabu cha Abdul Muhsin al-Qasim. Ipo kitabu kidogo kile cha adhkari Sheikh Abdul Muhsin al-Qasim, ni imam na khatibu wa Masjid al-Haram, yani Masjid an-Nabawi, sio Masjid al-Haram, Masjid an-Nabawi. Kwa hiyo hichi itatumika kwa kinagaiwa tu kile mpaka wapi. Alafu kutoka kuna tauhidi kuna kitabu kile kidogo al-Aqida al-Muyassara, itakuwa kinasomesha nadhani katika al-fasl ad-dirasi al-awwal itakuwa ni kitabu chote, sababu sio kikubwa hiyo. Ama al-fasl ad-dirasi athani itakuwa ni usul al-thalatha na qawaid al-arba'a, zote hizi inasomeshwa. Ama kuhusiana kuna na fiqh kuna ile msomaji yule Bilal Tembe ana al-fiqh al-muyassar ala arkan al-islam, yani fiqh fupi kuhusiana zile arkan Islam. Alafu na akiingia sasa al-fasl ad-dirasi athani ndio anaanza kuanza madhhab kama madhhab ambao ni Safinatun Najah, lakini katika milango maalum, sio yote, yani Safina tu au yote imeandikwa kitabu kamili Safinatun Najah, kitabu kamili. Halafu katika hadithi kuna hiyo 40 an-Nawawi kwa kuanzia mstari wa kwanza, hadithi ya kwanza mpaka 25, hadithi ya kwanza mpaka ya 25, na mstari unaofuata maana yake anaendeleza 26 mpaka mwisho, na zile za Ibn Rajab. Na nafikiria ni hayo. Kwa hiyo kwa hii tamhidi na katika marhala hii ya mutawassit yako masomo yanafanana na haya. Kuna fiqh, lakini fiqh yao wao watakuwa wanaingia katika madhhab kama tunasema, itakuwa ni matni ya Bishujaa ile kwa kitabu tahara mpaka bab mawaqiti salah, yani hiyo ndio al-fasl ad-dirasi al-awwal. Ama al-fasl ad-dirasi athani itakuwa ni matni ya Bishujaa kuanzia mawaqiti salah mpaka akhir kitabi salah, mwisho wa kitabu cha sala. Mtaweza akashangaa kitabu kidogo, lakini madhhab kuna kule faku zile ibara za kimadhhab,
tunataka wewe uwe mshafi kwa maana ya mshafi, sio mshafi alafu sharhu yako maneno ya Ibn Qayyim. Ni mshafi kwa maana wewe mshafi kwa maana unapita kwa yale mapito ya wenyewe wa kishafi. Alafu kuna hadithi kwa mutawassit. Hadithi kitabu kitakachoanza nacho ni Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam na inagaiwa na tauhidi, kitabu tauhid ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ambayo itakuwa kuanzia mlango wa mwanzo mpaka mlango wa riya, ambao na katika mustawa unaofuata itakuwa kuanzia mlango wa riya mpaka mwisho wa kitabu. Ili wameweka hivyo mpaka mwisho wa kitabu mtawasiti, ndio maana wameweka hivyo. Alafu kuna lugha wanaendeleza kile kitabu Durusul Lughat al-Arabia, yaani natekeleza viko vingapi? Viko 4 wanaendeleza. Alafu kuna na nahau mutawassit, anaanza ndio mambo ya kujifunza kaida. Sasa anakuja sharh ya Mumti ile ya Jurumia, na kuna sarf, kuna muqarrar khas maalum ambayo umeandaliwa katika hiyo sarfu, na sira vile vile kuna muqarrar khas. Sasa kuna kitabu maalum kile cha sira kimeandaliwa, wanasoma kule mutawassit wale Jamia Islamia, kwa kitabu wa sira, muqarrar wa sira wameandaa mzuri tu kwa kuanzia, ibara nyepesi na matukio yameelezewa kwa ikhtisar na kwa ufupi. Alafu na kuna tajwidi mutawassit, ambapo kitabu chake ni ile al-Mulakhas al-Mufid fi ilmi at-tajwid, wanaanza mwanzo mpaka babil mad, mlango ambao wa madda, alafu wanakuja kumalizia mlango wa madda mpaka sifatul huruf, yani kwa musa unaokuja. Alafu kuna tafsiri wanatumia ile ya Saadi, tafsiri ya Saadi, lakini tumependekeza hii katika tafsiri kuna baadhi ya ushauri hapa kwamba isitumike tafsiri ya Saadi moja kwa moja, lakini iwe kama ni marejeo. Si unajua kuna vitabu vile vya asili, alafu kuna vitabu vile ambavyo katika mukarrar mwanafunzi anaweza akarejea. Mwalimu anaweza kuwa anaandaa ile tafsiri kwa fupi ile na kwa wale wanafunzi ili mradi wafahamu. Kwa hiyo itategemea na huyo mwalimu wa tafsiri atakavyoliandaa hilo jambo. Hadithi ipo hapa mustalah ya Ibn Uthaymeen, na imla kuna muqarrar ambao umeandaliwa wa imla pia, na manhaj kuna haqiqatu almanhaj as-salafi ile ambayo itasomeshwa al-fasl ad-dirasi al-awwal, alafu nakuja kumaliziwa al-fasl ad-dirasi athani. Alafu kuna na al-adab, kitabu ambacho watakachokitumia ya talib al-ilmi kaifa tahfadh, na kitabu kimeandikwa hivyo, ni risala ndogo, kaifa tahfadh, wale ambao wana mashaka na ni risala yote kwa al-fasl ad-dirasi al-awwal. Lakini al-fasl ad-dirasi athani utakuwa na kitabu kingine cha adab, talibul ilmi baina at-tartib wal fawdiyya, talibul ilmi baina at-tartib wal fawdiyya. Hii ni risala kamili itasomeshwa kwa al-fasl ad-dirasi athani. Kwa hizi ndio mbili za tamhidi na mutawassit. Hivi vitabu vingine vinawezekana vikafanyikana na marekebisho mengine kutokana na hiyo mwalimu yule ambaye atakavyoona ile level ya wanafunzi anaweza akatafutia chepesi zaidi, lakini kiufupi na sana sura ya ujumla utakuwa umeipata hapo. Naam. Bwana sana. Ndio. Haya ni mukabala utafanyika, yani kila tukienda mbele
wanafunzi wapya wanaokuja, mtu anafanywa mukabala ile level anayotaka anaweka. Yani si lazima, yani sisi ndio tunakwambia hatuko kiofficial, yani kwamba ni lazima wewe uanze moja, lazima uanze moja. Si lazima hiyo. Yani lazima kwamba afike kiwango cha elimu fulani, hiyo ndio lazima. Hatujapeleka mambo kiofficial sana, kiofisi. Kwa hiyo mtu anaweza mwingine akaja kuanza thalith mutawassit, akaanza akiwa na mwingine akaanza huko. Haina shida. Muda mrefu tunahudhuria katika darasa mbalimbali au tulizikuta darasa za wazee, lakini tunaona mpaka hilo darasa yawezekana zile nyingine mwanafunzi aliyetolewa kusimamia darasa hayupo, shekhe pengine ameshafariki, darasa nalo imefariki. Tatizo kubwa ni kama alivyosema shehe kwamba hakuna ule ufuatiliaji na usimamiaji. Sasa kwa mtazamo, wallahu aalam, kwa mtazamo huu ambao kwamba umeleta hapa mbele, kama utasimama huu, tunaweza tukatoa vijana wengi ambao kwamba wataweza hata na wao pengine wakienda vijijini kwao, kama haya masomo yaliyoelezwa atakuwa ameyahifadhi vizuri, na yeye akaongoza darasa. Kwa hiyo tungelihamasishana vijana, kwa sababu wengine hawajapata hizi taarifa. Wenzetu, marafiki, ndugu, jamaa, tuwapeni taarifa, wafikisheni ujumbe ili na wao wapate hamasa ya kuweza kuja. Tukisimamiwa kama hivi, mimi naamini tunaweza tukaanza kupata mwanga mwingine katika visiwa. Wallahu aalam, hiyo ulikuwa ndio mchango wako. Barakallahu fik. Naam, au vipi? Naona ustadi kalamu kwa hapa. Unajua vyovyote itakavyokuwa yani hatuwezi kuwa tunafanya istiabu ya mambo yote, kwa sababu wakati kwanza ni mdogo. Yani saa 11 mpaka Isha ni wakati mdogo, na haya masomo haya yalokuwepo tu ni mingi. Yakipangwa vile kwa ratiba, maana yake yatakuwa yana cover na mengine inabidi yapunjwe kimuda. Kwa hiyo nakusudia kwamba yako baadhi ya mambo tukakaa kitako mmoja akasema kutokana na haya mambo yalivyo, haya masomo mengine ambayo watu hawajayapata na yanahitajika, itabidi tuwe tunafanya daurati zile kwa ajili ya mwanafunzi kuyapata huko kunako daura. Na hivyo kusema kwamba kila kitu uingize, yani inakuwa ni ngumu kwa kitu ambacho kimedhibitiwa kwa wakati maalum. Kwa hiyo yako baadhi ya mambo yaliokuwa muhimu au fani zilizokuwa muhimu, itakuwa markazi na daura zake maalum kwa ajili ya kuendeleza hizo fununu na kuzitoa kwa wale wanafunzi, itakuwa kinamna hiyo, kuwafundisha katika namna hiyo. Lakini kwa kuingiza sasa hivi tumeona tuanze na hayo, kwa sababu tunaanza na muda ndio hivyo unavyoona. خلاص سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Na wale ambao